Fedha na mapenzi. Ni nini kati ya vitu hivi viwili? Kila siku, mamilioni ya watu wanaamka asubuhi wakitafuta fedha. Wengine wanaamini kwamba fedha zinaweza kununua kila kitu: furaha, heshima, mafanikio na hata mapenzi. Lakini swali kubwa linabaki: je, fedha zinaweza kweli kununua mapenzi ya kweli? Leo katika Street Heart Africa TV tunachunguza mada yanayogusa maisha ya kila mtu: fedha na mapenzi. Ni kipi kinachompa mwanadamu furaha ya kweli? Mimi ni Eddie Kamoso, maji ya ukweli. Wakati fedha zipo, lakini mapenzi hayapo. Duniani kote tumeshuhudia watu waliopata utajiri mkubwa, lakini wakakosa amani katika maisha yao ya mapenzi. Michael Jackson alikuwa mmoja wa wasanii maarufu zaidi duniani. Alimiliki utajiri mkubwa na umaarufu wa kimataifa, lakini maisha yake binafsi yaligubikwa na upweke na changamoto nyingi. Whitney Houston alikuwa na sauti iliyotikisa dunia, lakini maisha yake ya mapenzi yalikuwa na maumivu na misukosuko mingi. Katika Afrika ya Mashariki, Diamond Platnumz ni mfano wa mtu aliyefanikiwa sana kifedha na kimuziki. Hata hivyo, maisha yake ya mapenzi yamekuwa yakizungumziwa mara kwa mara kutokana na changamoto mbalimbali za mahusiano. Zari Hasani pia amepitia vipindi vigumu katika maisha yake ya mapenzi, licha ya mafanikio na maisha mazuri aliyoyapata. Nchini Kenya, Akothee amewahi kueleza wazi kwamba mafanikio ya kifedha hayaondoi changamoto za mapenzi na familia. Nchini Afrika Kusini, Somizi Mlongo ni mfano mwingine wa mtu aliyefikia kilele cha mafanikio, lakini bado akakutana na changamoto katika ndoa na mahusiano. Mifano hii inatufundisha kwamba fedha zinaweza kununua nyumba kubwa, magari ya kifahari na maisha ya anasa, lakini haziwezi kununua moyo wa mtu anayekupenda kwa dhati. Wakati mapenzi yapo, lakini fedha zipo. Kwa upande mwingine, kuna familia nyingi Afrika ambazo hazina utajiri mkubwa, lakini zinaishi kwa upendo na mshikamano. Kuna wazazi wanaokesha wakifanya kazi ili watoto wao wapate chakula. Kuna wanandoa wanaoshirikiana katika shida na raha, licha ya maisha magumu. Wanaweza kukosa pesa nyingi, lakini wanayo kitu ambacho pesa haziwezi kununua: upendo wa kweli. Upendo huwapa watu nguvu ya kuvumilia nyakati ngumu. Upendo huwapa sababu ya kuendelea kupambana. Upendo huwafanya watu wajisikie salama hata katika hali ya umaskini. Lakini pia ukweli unabaki kuwa mapenzi pekee bila uwezo wa kujikumu yanaweza kuleta changamoto nyingi. Je, fedha ni mbaya? Hapana, fedha si mbaya. Fedha hulipia elimu, fedha hulipia matibabu, fedha hujenga nyumba, fedha husaidia watu kutimiza ndoto zao. Tatizo si fedha. Tatizo ni pale ambapo watu wanapoteza utu, heshima na mapenzi kwa sababu ya fedha. Watu waliojaribu kupata vyote viwili. Wapo baadhi ya watu walioonyesha kwamba inawezekana kuwa na mafanikio na wakati huo huo kulinda familia na mapenzi. Barack Obama na Michelle Obama mara nyingi hutajwa kama mfano wa wanandoa walioweza kujenga maisha yao ya mafanikio huku wakidumisha upendo na mshikamano. Somo kubwa ni kwamba
Fedha na mapenzi vinaweza kwenda pamoja ikiwa kuna heshima, mawasiliano na uaminifu. Mwisho wa siku, mwanadamu hahitaji fedha pekee, wala hahitaji mapenzi pekee. Anahitaji maisha yenye uwiano. Fedha zinaweza kununua kitanda, lakini si usingizi. Fedha zinaweza kununua nyumba, lakini si familia yenye furaha. Fedha zinaweza kununua zawadi, lakini si upendo wa kweli. Na mapenzi yanaweza kumpa mtu furaha, lakini yanahitaji pia msingi wa maisha bora. Je, wewe ukilazimika kuchagua kati ya fedha nyingi bila mapenzi au mapenzi ya kweli bila fedha, ungechagua nini? Tuandikie maoni yako. Usisahau like, share na subscribe kwenye Street Heart Africa TV.